Hi guys, karibu tena katika Urembo na Princess Zey. Leo tutajifunza jinsi ya kupaka makeup rahisi hatua kwa hatua pamoja na namna ya kufunga lemba la harusi litakalo kufanya uangaze kama malkia. Makeup hii ni nyepesi, maridadi na mtu yote anaweza kujipaka akiwa mwenyewe nyumbani bila kutumia muda mwingi na bado ukaonekana mrembo na wa kupendeza. Cha kuvutia zaidi, haihitaji gharama kubwa. Unachohitaji ni wanja wako wa brown na mweusi, powder, foundation, lip gloss au wengine wanaifahamu kama lip balm na rangi ya mdomo tu. Utaanza kwa kupaka mafuta unayotumia kupaka usoni. Na ili upake makeup na itokee vizuri inatakiwa uso wako uwe msafi. Uso uwe umenawa kwanza. Kisha utapaka mafuta yako usoni ili kufanya ngozi iwe na unyevunyevu. Utasambaza mafuta yako vizuri na baada ya hapo inatakiwa uchane nyusi zako ili ukija kupaka wanja ukae vizuri. Utachukua wanja wa brown na utaanza kuchora mstari kwa chini ya nyusi. Huu mstari inatakiwa usiukoleze sana, uchole kwa juu. Utachora kuanzia mwanzo wa nyusi kwa chini mpaka mwishoni. Unaweza ukaongeza urefu wa nyusi yako kidogo. Na upande wa pili utachora kama ulivyochora upande wa mwanzoni. Utaanzia mwanzo wa nyusi, utaenda mpaka mwishoni. Huu mstari inatakiwa uwe umenyooka, usipinde pinde kama utakavyochora mstari wa juu. Huu unaunyoosha kulingana na mkao wa nyusi yako. Baada ya hapo utaenda kuchora vimestari vya kupanda juu pale mwanzoni mwa nyusi. Unachora vimestari kama 3 vilivyochongoka kwa kupanda juu ila viachiane nafasi. Na upande wa pili utachora namna hiyo. Kimstari cha kwanza kinatakiwa kiwe kifupi, kinachofuata kitaongezeka urefu na kinachofuata kitalingana na usawa wa nyusi zako. Hii itakupa muonekano ambao ni natural zaidi. Kisha kwa mbele baada ya vile vimestari ulivyovisimamisha utachora mstari kulingana na nyusi ilivyokaa, lakini hapa itakuwa unachonga mkao wa kupanda kidogo. Ukifika hapa kwenye upindo wa nyusi utapandisha kidogo nyusi yako ili ukija kupaka wanja uonekane vizuri, na upande wa pili utachonga namna hiyo. Unachora wa kwanza unanyooka, lakini ukifika hapa kwenye pindo la nyusi utakatisha na kupandisha kidogo. Baada ya kumaliza inatakiwa uanze kukoleza nyusi yako. Utaikoleza kwa muundo wa kupandisha juu. Yaani unakuwa unakoleza mule ndani ya nyusi lakini kwa kupandisha juu. Usikoleze tu kama unajaza wanja pote. Haitakupa muonekano mzuri. Utakuwa unafanya kama unapandisha juu nyusi yako ili ikupe muonekano mzuri zaidi. Baada ya hapo utachukua wanja mweusi na utaanza kukoleza huku mwishoni. Wakati huo unakuwa unatengeneza na mipaka vizuri. Halafu utachukua foundation na utaanza kuchonga mkao wa nyusi yako. Foundation inakusaidia muonekano wa nyusi uwe mzuri zaidi. Hata kama kuna sehemu ulikosea jinsi ya kupaka, unavyochonga na foundation inakupa muonekano ambao ni mzuri sana. Kwa hiyo utachonga kufuatisha na nyusi yako ilivyokaa kipindi umeipaka wanja. Usiwe na haraka hapa kwenye kuchonga na usifute sana foundation yako, yani usifute sana ule wanja ulioupaka. Kwa hivyo foundation utakuwa unapitisha mule kwenye mipaka ambayo umepaka wanja wako. Utafanya hivyo juu na chini ya nyusi. Kipenzi changu, unavyochonga foundation ndiyo inatakiwa uwe makini. Kwa sababu muonekano mzuri unatengenezwa na wanja. Ukipaka wanja mbaya, makeup yote inakuwa haina mvuto. Kwa hivyo kwenye kuchonga inatakiwa uchonge kwa umakini zaidi. Baada ya kumaliza utapaka foundation uso wako wote, na kipindi unatumia foundation zingatia rangi ya uso wako.
Kama we ni mweupe, natakiwa upake foundation inayofanana na rangi ya uso wako. Baada ya kuipaka foundation uso mzima utasawazisha, na kwenye kusawazisha mimi napenda kutumia mkono ili isawazike vizuri. Usiwe na haraka katika kusawazisha foundation, na ukisawazisha vizuri ndiyo itakupa muonekano mzuri. Hapa kwenye kusawazisha unakuwa kama unavyopaka mafuta. Hakikisha umesawazisha vizuri, kisha utapaka rangi ya macho unayopendelea. Baada ya hapo inatakiwa upake wanja wa kuchonga jicho. Huu tunaupaka juu ya jicho. Hapa unatumia wanja mweusi. Kisha utamalizia kwa maskara kwenye upande wa jicho. Unapopaka maskara, kope zako zinaonekana ndefu na zinashikana vizuri. Mtu anaweza kujua umebandika kope. Ukimaliza utanyanyua jicho kwa chini na utapaka wanja mweusi. Halafu utaenda kwenye mdomo, utapaka wanja wa brown chini ya lip ya chini ya mdomo. Utapaka mwanzoni na upande wa pili mwanzo wake. Halafu utaunganishia hapa kwenye mdomo wote. Baada ya kupaka sehemu zote, yani mwanzo wa mdomo na huku mwishoni. Hapa katikati utaunganisha. Kipindi unapaka uwanja hakikisha unaupaka kwa kujaza, uwe mwingi mwingi, usiwe tu kama kimstari. Na kwa juu utapaka kulingana na mkao wa mdomo. Mkao wa mdomo mara nyingi umechora M. Kwa hivyo unapopaka zingatia hii M ionekane vizuri. Na kufanya ionekane vizuri unatakiwa utumie wanja mweusi. Hapa natumia wanja mweusi lakini kwa mbali. Usigandamize sana wanja wako. Tumia kwa mbali sana, kwa juu tu kwenye huu muonekano wa M. Ukihakikisha umechora M yako vizuri, inatakiwa urudi kwenye wanja wa brown na uanze kukoleza. Utakoleza huku unasawazisha na ule wanja mweusi. Baada ya kumaliza inatakiwa upake rangi ya mdomo au lipstick. Kisha utaminyaminya mdomo wako ili ukae vizuri. Na hii unaipaka mule ambapo hujapaka wanja wako. Na utamalizia na lip gloss au wengine wanaifahamu kama lip balm. Kwenye kupaka lip balm hapa inatakiwa uwe unapaka nyingi. Ukipaka kidogo itafuta wanja ulioupaka na ile rangi ya mdomo ulioipaka. Kwa hivyo utakuwa unaweka nyingi ili isiguse rangi zako za mdomo. Na kadri unavyoipaka nyingi ndivyo inavyokupa muonekano mzuri zaidi. Kipenzi changu, unavyoendelea kutazama video hii, naomba usisahau kusubscribe hapo chini kwa kubonyeza hilo neno lililoandikwa subscribe, kisha alama ya kengele ili kunipa nguvu mimi ya kukuletea vipindi vingine vingi na vizuri zaidi. Tunaendelea. Baada ya kumaliza rangi ya mdomo inatakiwa upake poda. Poda unayotumia usoni mwako. Utapaka poda uso wako wote ili kuboresha muonekano. Usiwe na haraka katika kupaka poda. Poda inatakiwa uipake vizuri, isawazishe uso wako wote. Sehemu kama pua, chini ya macho inatakiwa uzingatie zaidi. Ukimaliza kupaka poda yako vizuri inatakiwa uende kwenye mtandio. Hapa mtandio unatakiwa uwe mkubwa kama mita 1 au 2 kutokana na wewe unavyopendelea. Kisha inatakiwa uwe na kasha gumu. Hili utaweka ndani ya mtandio ili kufanya mtandio wako uonekane vizuri zaidi. Na utaliweka kwa mbele, halafu utafungia ndani ya mtandio. Ukishafunga mtandio wako kwa nyuma, hii inayobakia inatakiwa unaileta kwa mbele hapa. Ukiwa umeileta kwa mbele inatakiwa uwe umeikaza sana. Ukishaikaza utaweka pini, kisha kwa kuwa umeikaza utakuwa unavuta za nyuma, yani mtandio uliozidia kwa nyuma utakuwa unavuta kidogo kidogo na unauleta kwa mbele. Utakuwa unavuta vipindo vidogo vidogo kwa kuvibebanisha marinda, unavileta kwa mbele.
Hapa ndiyo inakupa muonekano mzuri wa mtandio wako. Utavuta mpaka kiasi kinachokutoshea. Halafu utazikusanya kwa pamoja mtandio wako kwa nyuma. Utauzungusha na kuuleta tena mbele. Ukishauleta kwa mbele, utatengeneza marinda makubwa makubwa kwa wakati huu. Kwa pembeni ya mtandio, hautengenezei kichwani, unatengeneza kwa pembeni ya mtandio. Kisha utakunjia kwa pale juu, mbele kidogo, sio pale ulipotengeneza marinda ya mwanzoni, kwa mbele kidogo, marinda ya nyuma au mwisho wa marinda yako. Utauzungusha kwa juu, kisha utabana na kipini. Huku mtandio ulipobaki utatengeneza ua lolote kulingana na upendeleo wako. Kwa hapa natengeneza ua kwa kukunja hivi vipande vilivyobakia, na kwa kuwa mtandio ni mkubwa, unavyokunja inatengeneza yenyewe tu muonekano mzuri. Na hii ndiyo final look. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwa wengine ili wajifunze kama wewe. Asanteni na kwaherini.